tunaiharibu dunia yetu. Tunajionea wazi athari za matendo yetu wenyewe na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotukabili. Ni muda sasa wa kulifanyia kazi janga hili. Naitwa Hamid Abdul Basat, ni rafiki na mtaalamu wa sayansi ya mazingira. We're joined now by Hamid Abdul Basat. I'm speaking on behalf of the Global Youth Biodiversity Network. Binafsi sipendelei kujadili matatizo ya hali ya hewa pamoja na changamoto zinazokumba mazingira yetu katika ofisi na vyumba vya mikutano pekee. Kutunza mazingira yanakupa reward. Tuko tunafuatilia hata ndege walio hatarini kutoweka duniani. Kupitia Sauti ya Kijani na kukutana na watu mbalimbali, kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo. Legeza kidogo. Kazi pia sio ndogo. Jiunge nami tupate mafunzo katika Sauti ya Kijani. Karibu tena katika Sauti ya Kijani, kipindi ambacho kinaendelea kutufundisha namna ya uhifadhi, utunzaji na namna bora ya kuimarisha afya ya mazingira yetu. Kipindi kilichopita tulitembelea mto Kizigo kijijini Sasilo na tukaona changamoto kubwa ni mmomonyoko wa udongo. Binafsi mimi ni shabiki mkubwa sana wa upandaji miti. Upandaji wa miti ni suluhisho kubwa katika kutatua tatizo hilo. Na leo hii tupo hapa shule ya msingi Sasilo kukutana na Mwalimu Richard. Mwalimu ambaye atatueleza zaidi kuhusiana na kampeni yake ya upandaji miti. Mimi tangu nilipokuwa shule ya sekondari nilibahatika kuingia kwenye klabu moja ya mazingira iko inaitwa Mali Hai. Kwa kuna vitu ambavyo nilijifunza Mali Hai, nikawa viko ndani ya damu yangu, vikanifanya nipende mazingira. Kwa jina naitwa Richard Joseph Beda, ni mwalimu wa shule ya msingi Sasilo. Vilevile ni mwalimu wa mazingira na pia najihusisha na utunzaji na usimamizi wa kitalu cha miti. Kwa nilipokuja katika shule hii nikakuta mazingira kwa kweli yalikuwa yavutii. Kuna vitu nikawa navifanya vya mazingira kwa sababu ile ndani ya moyo wangu kuna kitu cha mazingira. Kwa nilipokuja hapa shuleni nikaanza kuvifanya vile vitu, nikaanzisha bustani za maua, nikanapanda vya miti. Kwanza mimi huwa nafurahi sana kama kitu nakipenda, halafu unakiona mtu anachukua, halafu anakitunza kinakuwa. Kwa hiyo ile tendo cha kuona ile miti ikiwa inakuwa ambayo nimetoka kwenye mikono yangu, kwa najisikia amani sana. Na wewe hapa kwa nani? Mambo vipi? Safi sana. Salama kabisa. Kwema kabisa. Jambo. Sawa, vipi? Uko vizuri eh? Ndio. Pole na majukumu bwana. Tunashukuru bwana. Bize kidogo hapa. Tuko bize hapa. Endelea hapa ni asubuhi yote. Bwana, hapa tunakagua magugu yalota kwenye miche yetu. Pia tunaangalia na wadudu waharibifu. Pia tutakuwa na shughuli ya kuandaa viriba kwa ajili ya kuweka mbegu mpya. Naona kazi ni nyingi kidogo. Kazi ni nyingi kidogo, ndo tunapambana nazo. Hongera sana kwa yote. Nashukuru sana. Kwa nini wanafunzi? Yaani umeamua kudili na wanafunzi hasa? Bwana, nimeamua kudili na wanafunzi kwa sababu nimeona ndo njia sahihi, kwa sababu nitapandikiza kitu ndani ya mioyo yao. Ndio. Juu ya hili swala la kuandaa kitalu cha miti. Ndio. Na hawa wanaweza kuwa mabalozi wazuri zaidi katika jamii waliko, kwa sababu wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa wanaweza kawa chachu na wakanisaidia mimi katika ile swala la kutunza mazingira. Ndio maana nimeamua kufanya na hawa vijana. Ni kweli kabisa. Sasa bana na mimi kidogo nataka nishiriki. Kidogo na mimi nichafuka hata mikono jamani. Ndio. Iliyopo. Ndio. Basi tuchanganye udongo hapa ili tuweze kuandaa viriba vipya. Basi sawa. Naam Mwalimu Richard. Sasa kidogo hapa naona kuna mchanga, kuna udongo aina mbalimbali. Naomba kidogo maelekezo ili tuweze huu tunaoita ni udongo wa porini. Udongo wa porini. Udongo wa porini ambao unapatikana chini ya miti. Chini ya miti, sawa. Na ule pale mbolea. Na huu kutoka kwa vinyesi vya mifugo na maji. Sawa. Na huu ni mchanga. Huo ni mchanga. Kwa hiyo mchanganyo wake unahitaji kama vipimo vya aina gani? Unahitaji hapa tuwe na ndoo 3, tuwe na ndoo 3 na ndoo 1. Lakini sisi tutatumia mkono sababu kama kipimo. Kama kipimo. Sawa. Mikono 3. Mimi nataka niweke mmoja. Kuna kama 3. Kwa 3 tena. Kisha tunachanganya. Sawa. Unasaidia kupitisha hewa na pamoja na maji pia. Na maji pia. Sawa. Kwa mfinyanzi maji haiwezi kupita vizuri kwenye. Sawa. Tunaweka maji kidogo. Tunachukua kiriba chetu. Chukua kiriba.
tunajaza udongo. Jaza udongo. Tunajaza udongo kwenye kiriba chetu vizuri. Sawa. Changanya kwa uweze kudondoka. Tunaongeza tena udongo. Sasa huu wa juu ndio ushindili sana. Ushindilia kidogo. Ushindilia kidogo. Okay. Kidogo baadaye sentimita moja na kuweka mbegu yetu. Ningependa kujua changamoto ambazo unakutana nazo. Maana kila kazi ina changamoto yake. Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi. Nyingi sana. Changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza nakutana nayo bwana katika uandaji ni muda. Nakuta hawa vijana wangu wana muda mchache sana. Sababu anatakiwa akasome. Anatakiwa asome pia. Kuna haja naona kuweka hii elimu katika mitaala yetu bila shaka. Elimu ya mazingira katika mitaala. Isiwe ni kama somo la muda mfupi au la wanasema wenyewe part time, yani hii ni jambo ambalo ni fundisho kabisa na ni somo kweli. Ni kweli. Itasaidia sana. Kitu gani ambacho kinaendelea kusukuma uendeleze hii kazi? Ni kitu ninachokipenda, kiko ndani ya moyo wangu, ndio maana napenda ukiendeleza. Napenda wenzangu wakifahamu. I see. Kwa kweli ni jambo ambalo linahamasisha. Kiukweli mimi mwenyewe binafsi umenihamasisha na mimi niendeleze hii kazi ninayoifanya. Ndio. Sasa hapa kinachofuata ni kitu gani baada ya kuweka mbegu yetu? Baada ya kuweka udongo wetu tunafuata umwagiliaji. Tunapeleka kwenye kitalu kwenda kukipanda, alafu tunamwagilia. Sawa. Baada hapo tunaweka kitalu chetu. Baada hapo tunamwagilia maji kidogo. Tunamwagilia na vyote. Sasa Mwalimu Richard, nilikuwa najaribu kuuliza, unajua hapa najua changamoto ni nyingi. Kwa usambazaji pia umesema unagawa pia na nje ya kijiji hichi. Inakuwaje? Mfumo niliofanya baada ya kufikia hatua ya kutoa hii miti. Ndio. Wale na wagaia ile miti waje kuchukua miti huwa naandika orodha yao. Alafu nakuwa natenga, kuna baadhi ya siku na watembelea kuangalia miti aliyochukua ameifikisha hatua gani. Sawa. Kama ilikufa najaribu kumuuliza changamoto. Nini kimekusibu mpaka miti hiyo imekuwaje? Nipa hizo changamoto kama ziko ndani ya uwezo wangu, basi nampa ushauri au mwingine kuchukue tena fanya 1 2 3. Basi bwana, mimi nashukuru sana. Ndio. Nimefurahi pia kupata kidogo ukumbusho wa hii elimu hapa. Ndio. Nikukumbushe faida za miti. Miti inanyonya carbon dioxide na hutoa oxygen ambayo sisi sote tunaihitaji kwa ajili ya kuishi. Uhifadhi wa maji. Miti na misitu ni kama sponji. Hufyonza kiasi kikubwa cha maji na baadaye huyarudisha ardhini. Miti hupelekea upatikanaji wa maji katika maeneo yote. Uhifadhi wa udongo. Mizizi ya miti hushikilia udongo, hivyo huzuia mmomonyoko wa ardhi. Majani yaliyopukutika na miti iliyokwisha kufa na kuoza huifanya ardhi kuwa na udongo wenye rutuba kwa ajili ya viumbe hai na mimea kuota. Miti husawazisha hali ya hewa. Husawazisha hali ya joto kwa kuleta kivuli na kutoa mvuke maji angani ambao husaidia kuleta mvua. Miti husaidia kuongezeka kwa makazi ya viumbe hai. Miti hutoa chakula na makazi kwa wanyama na mimea. Bila miti, mfumo wetu wa ekolojia utaharibika. Upandaji wa miti ni mbinu mojawapo ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Ingawa kuna mbinu nyingineyo yenye jina la kustaajabisha kidogo iitwayo kisiki hai, mbinu ambayo ilienezwa nchini kwetu hapa na taasisi ya Lead Foundation. Leo nipo hapa kijiji cha Mungaa, nakutana na mzee Alfred Mkanga ambaye ni mkulima, maisha yake yaliyobadilika kutokana na elimu aliyopatiwa ya kisiki hai. Tunakutana na mkulima Alfred Mkanga akipogoa matawi ya mti wake. Hii inamaanisha kupunguza matawi madogo ya mti badala ya kukata mti mzima kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Vipi hali mzee wangu? Safi bwana. Naam, shikamoo. Marhaba. Naam, nini kinaendelea hapa? Naona uko busy kidogo. Niko kwenye kazi. Hali ilikuwaje wakati unahamia katika eneo hili miaka mingi iliyopita? Ilikuwa pori, kwa sasa hivi Kuna pori kabisa. ilikuwa pori hasa. Sasa kuja kufika kwa sababu naangekea shamba. Aha, unataka kutengeneza Nipate shamba. mashamba, Ndio. nipate chakula. Kwa hiyo ulifika tena pori kwa ajili ya kuwa na shamba. Mkulima Mkanga ananieleza ya kwamba uhaba wa miti ulisababisha tatizo la uhaba wa maji na alilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Alikata tamaa mpaka pale alipopata elimu ya kisiki hai. Katika kuliendea hilo, alifuata hatua hizi 4 rahisi. Hatua ya kwanza,
chagua kisiki unachotaka kukitunza. Hatua ya pili, pogolea. Chagua shina chache zilizo bora kwenye kisiki hicho na ukate zingine zote. Hatua ya tatu, alama. Weka alama katika shina unalotaka likue. Hatua ya 4, tunza. Tunza miti muda wote. Lakini mzee, unaweza kanionyesha labda kisiki hai hapo ulichokuwa nacho mfano wake? Mfano wake kama hichi. Kumbe tunao hapa mfano wake. Mfano wake kama hichi hapa. Jamani, mfano wa kisiki hai nadhani mnajionea matawi yanavyoendelea kuchipua hapa. Naam mzee. Hiki kilikuwa kikubwa. Kilikuwa ni kikubwa. Kimeondoka, nilifanya vipao. Umekirejesha. Mzee Mkanga, wewe ni mkulima. Faida ya kisiki hai unaionaje katika maisha yako? Napata mbao hapa kwenye eneo na maji. Napata faida ya maji inapatikana hata ingawa kidogo, lakini napata kwa kiasi. Tumepitia pale, unaona maji bado yapo. Ni kweli. Aisee mzee, nakushukuru sana. Hakika hii ni elimu tosha. Asante sana mzee Mkanga. Sawa. Naam, watazamaji wa Sauti ya Kijani, tumepata kusikia mengi sana katika kipindi hiki cha miti. Tumepata kuona watu wengi, kutana na watu wengi ambao wametufundisha sana umuhimu wa upandaji miti pamoja na kurejeleza hali ya miti ilivyokuwa zamani. Kipindi kijacho tutakutana na mdau mwingine ambaye yeye anajikita katika masuala ya kilimo hai, na zaidi tutajifunza kuhusiana na kilimo hai cha pamba. Tukutane katika kipindi kijacho. Pamba.